Okay, hii ni Smart Recaps TV. Basi moja kwa moja tukupeleke kwenye mzigo wetu hapa bana. Hii chuma bwana imemhusisha moja ya filamu actor wa Tanzania anaitwa Welu Sengo, akiwa ni kiongozi kwenye hii kampuni ya ujenzi hapa. Kuna project ambayo kama ofisi walikuwa wanaenda kuifanya. Kwa hiyo project alimpa mtoto wake wa kike pamoja na mfanyakazi wake wa kiume. Huyu mtoto wake wa kike anaitwa Mabel pamoja na huyu mshikaji hapa anaitwa Kamsi. Basi udemu hataki kabisa kushirikiana na Kamsi. Yaani anamwona kama Kamsi ni mzururaji tu, yaani hafai kabisa kushiriki katika kazi zake kwenye hiyo ofisi. Anamwambia mama, huwezi ukaniweka kwenye kazi moja na huyu kameramani wako. Anamwambia nishaamua na huyo ndo utaenda kushirikiana naye. Basi mshikaji anamwangalia tu binti anavyomletea hizi dharau. Anaona watoto washua. Sema haina noma, kitaeleweka tu. Basi upande wa pili huku, huyu binti anaitwa Mabel, ana mpenzi wake bwana. Huyu mpenzi wake anaitwa Kennedy. Kennedy ni kama business partner hivi wa hii kampuni, kwa sababu mzazi wake au baba yake mzazi alikuwa ni shareholder kwenye hii kampuni. Kutokana na tamaa za wazazi kutaka watoto wao waingie kwenye familia za kitajiri, basi babake na binti bwana alisuggest kama huyu Kennedy aje amuoe binti yake. Kwa hiyo upenzi wao hapo ni kwa sababu tu ya wazazi. Basi tuache huko, turudi kwa Kamsi. Yupo na mshikaji wake ambaye yeye alimtangulia kufanya kazi kwenye ile kampuni. Basi jamaa alikuwa anajaribu tu kumpa nondo, anamwambia sikia, yani kwenye ile kampuni ili uweze kuishi kwa amani mshikaji wangu, yani unachotakiwa kufanya pale ni kuendana tu na mifumo yote ambayo umeikuta. Yani yule demu usije ukamkorofisha hata kidogo. Yani korofishana na kila mtu, sumbuana na kila mtu kwenye ile ofisi, lakini yule demu mwanangu hakikisha unaenda naye sambamba. Basi Bolo aliongea mengi sana, lakini asubuhi ya leo pamoja na yote ambayo mshikaji alielekezwa, lakini leo alichelewa tena ofisini. Anamkuta mtoto wa kike amekaa mguu juu, unaambiwa anamfokea kichizi. Ni saa ngapi hii unakuja ofisini? Yaani nimekusubiri zaidi ya nusu saa hapa. Basi Kamsi naye alijaribu kadri ya uwezo wake kujielezea kwa huyo binti. Akamwambia nimekutana na foleni na wala haikuwa maamuzi yangu eti kuchelewa ofisini. Kamsi aliongea kwa ukali kidogo kwa sababu reaction ya binti hapa ilikuwa ni mbaya. Yaani ni kama mtu ambaye anataka shari kabisa. Kwa hiyo Kamsi naye aliongea kwa shari noma, wakapandishiana kichizi. Binti akamwambia nitakufukuza kazi na kuondoka. Basi hapa ofisini ilikuwa ni mwendo wa misukosuko tu kwa Kamsi. Leo amekutana na Kennedy hapa. Kennedy anamwambia dogo, vipi? Nasikia wewe ni mwajiriwa mpya hapa na mpenzi wangu ameniambia kama wewe ni kielele sana. Anambia sasa hiyo ofisi ishashuhudia vijana vielele kama wewe wengi sana na hawakutoboa, yani walifukuzwa kazi baada ya wiki tu. Basi mshikaji anamwambia poa, nimekupata, naweza nikaenda. Basi dogo anaonesha dharau na yeye. Huku upande wa pili mama leo amewaita huku akiwafokea kinoma kwa sababu hiyo project ambayo aliwapa mwanzoni imeonekana imefeli kwa kiasi chake, yaani haijakamilika kwa 100%. Basi mshikaji anamwambia mama, naomba unisikilize, mimi naomba unitoe kwenye hii project, alafu umwachie tu Mabel peke yake, kwa sababu naona ushirikiano wetu ndio unasababisha hizi kazi zisiende. Basi bimkubwa akaona mambo ni vipi? Basi binti naye anafurahi tu kwa kuona huyu panya anatoka kwenye hii project. Basi akamwambia naomba muende, nitalifikiria hilo. Wakati huo upande wa pili huku mshikaji huyu anaitwa Bolu yuko na Kamsi wa Pogeto anapiga story. Anaambia mwanangu nimwachie ile project. Yaani ile project naona kabisa ingeenda kunifukuzisha kazi kwa sababu yule binti ni kama tu ananitafutia lawama mimi. Anaambia mwanangu nishakwambia yule binti inabidi ujitahidi uende naye sambamba kivyovyote kwa sababu yule binti ana roho mbaya kichizi. Kamsi yeye hajali hata nini. Basi leo ofisini baada ya siku kadhaa hapo kukatika kidogo, inaonekana kazi ambayo binti aliachiwa peke yake, ile project ambayo walipewa wawili, lakini yeye akaivaa kama yeye, haijatimia kabisa. Yaani sio tu haijatimia kwa viwango fulani, ni haijafanyika kabisa. Basi mama anamfokea sana binti yake, anamwambia nilijua kabisa nikikuachia hii project hautatoboa. Sasa ninachotaka kukifanya, nataka nimrudishe Kamsi kwenye hii project na wewe hautoenda sehemu yoyote. Mtafanya hii project mutake musitake, umesikia? Yaani naona kabisa wewe unataka kuiporomosha hii kampuni kwa sababu wazee wameweka imani kubwa sana kwenye hii kazi, lakini wewe naona kabisa unaniharibia haya majukumu. Sasa mama yeye alichoamua akaona ampigie Kamsi, akamwambia Kamsi, nakuomba kwenye ofisi yangu sasa hivi.
Binti anambia basi mimi naomba niondoke. Anambia wewe hamna kwenda sehemu yote, kaa hapo. Na hiyo project ilibidi tu wakabidhiwe wote wawili, na mwisho wa siku iliwaweka karibu sana. Baada ya wiki moja tunaona Mabel amebadilika kabisa kwa Kamzi, yaani amekuwa mtu poa kichizi. Wakati huu Kamzi alifanya project mzima, lakini hakutaka awe nominated kama yeye ndo mtu ambaye ameifanya ile kazi. Kwa hiyo hapa Mabel amefika, anamshukuru sana Kamzi na kumwambia nashukuru kwa kazi ambayo umeifanya, lakini sikutarajia kama unaweza ukaniandika jina langu kama mimi ndo nimeshiriki kufanya ile kazi. Basi mshikaji anaambia haina noma mtoto wa kike, wewe usijali. Basi walikuwa na muda mwingi sana wa kukaa na kupiga stori, kubadilishana mawazo. Yani huwezi amini, zile chuki zote ambazo Mabel alikuwa nazo dhidi ya Kamzi leo ziliisha, na kwa sababu mwana hakuwa na iana kabisa na mtoto wa kike, basi alimkubali tu na kumpokea kama rafiki na maisha yalisonga. Yani ilifika time wanarudishana mpaka nyumbani. Baada ya kazi hapa, basi binti anamrudisha mshikaji mageto. Binti naye alishaanza kuzama kwa mshikaji, yani kwa sababu yule Kennedy kule ni penzi tu la kulazimishwa na wazazi, lakini kiukweli kabisa yeye ampendi kabisa mshikaji. Lakini raundi hii sasa binti anampenda Kamsi kikweli kweli. Basi mshikaji anamwambia mwanangu, naona kabisa siku hizi connection yako na binti imekuwa kubwa kichizi. Jamaa anamwambia wewe, hebu acha hizo bwana. Wakati huo binti naye anaingia hapo ofisini. Anaambia za asubuhi jamani. Jamaa anamwambia oh, uko poa, umependeza kinoma Mabel. Anaambia asante. Basi binti anamwambia Kams, naomba unifuate ofisini kwangu, kuna vitu kidogo nataka tuzungumze. Yani ilikuwa tu ni mwendo wa mitego tu. Mshikaji anamwambia oya, uwe mchumba unang'oa. Yani naona kabisa unang'oa mchumba, na mwisho wa siku yule jamaa atakutwanga kinoma, hutaamini. Kams yeye anaona tu liwalo na liwe bwana. Basi leo tunamwona bibi Mabel hapa anagonga mlango kwa kasi kinoma. Wakati huu Kams anakuja kufungua, anamwambia oh Mabel, sikutarajia kukuona hapa wakati huu. Basi anamwambia oh, kutarajia kuniona? Basi ngoja mimi niondoke zangu kama kutarajia kuniona. Mshikaji anamwambia oh, usiondoke bwana, unaweza kazama tu ndichi, haina haja ya kuondoka. Leo binti alimfungukia Kams kuhusiana na maisha yake yeye na boyfriend wake na misukosuko yote ambayo imetokea hapo kati mpaka yeye analazimishwa kuolewa na yule Kennedy. Akamwambia na kuwa hapo alipo sio siku nyingi, yani yuko mbioni kwenda kufunga ndoa na mshikaji. Basi jamaa alisikitika sana kusikiliza hiyo story ya binti, akampa pole sana, lakini binti anamwambia ndo hivyo tunapambana, wewe acha tu. Basi wiki kadhaa mbele tena hapa tunamwona Kamsi pamoja na Mabel wakati huu washakuwa wapenzi kabisa. Kamsi anamwambia nakupenda Mabel na sitaki kukupoteza, lakini nahofia sana kuhusiana na hii ndoa yako. Binti kwa kuthibitisha tu upendo wake mbele ya mshikaji aliamua kumpa glasi 2-3 hapa. Yani ikawa tu mapenzi uchizi, mapenzi utaila kati ya hawa wawili hapa. Yani hawajali chochote kuhusiana na wazee, hawajali chochote kuhusiana na kazi. Basi wakiwa geto hapa, simu inaita kichizi. Hii simu ya bibia hapa, lakini binti anaambia sitaki kupokea. Huyu jamaa anapiga tu muda wote na mimi simpokelei, anashindwa kukata tamaa. Basi jamaa naye anamwambia oh, mimi siwezi kukupangia kwa sababu hiyo ni simu yako. Anaambia mwachana naye bwana, huyu ni msumbufu tu kama wasumbufu wengine. Kamsi aliitwa na bosi hapa ofisini. Huyu bosi anaitwa Mrs. Irosi. Shazoea kumwita wewe Usengo bwana. Basi alimwambia najua mwanangu yupo kwako na najua wewe ndo ambaye unampumbaza, lakini mwanangu tayari yupo kwenye mahusiano na anatarajia kuolewa, kwa hiyo naomba uachane na mwanangu mara moja. Basi mshikaji alikuwa hataki kuelewa kitu chochote kuhusiana na binti. Hapa Welu alijaribu sana kumfokea mshikaji, lakini jamaa anamwambia mimi siwezi kumwacha mwanao. Anaambia hebu inuka, sepa. Basi jamaa anainuka kinyonge hivyo hivyo, anaondoka. Wakati huu kumbe Mabel yupo tu hapa mlangoni anawasikiliza. Jamaa anamwangalia mchumba, anakosa amani kichizi, anamwacha hapa. Wakati huu Mabel anafikiria noma, yani anaona kabisa penzi lake yeye na Kamsi linaenda kusitishwa eti tu kwa sababu ya wazazi. Basi jamaa hadi geto huku, yani akili ilikuwa itulia hata kidogo. Wakati huu Bolu anajaribu kumuuliza, vipi mwanangu? Yani mambo yanakaaje? Unajua
Mimi naona kabisa huyu binti kama vipi, wewe achana naye tu. Mimi naona mwanangu, utapoteza kazi yako, na ukipoteza kazi yako utakosa hata hela ya kula mwanangu. Yaani mimi naona kabisa huyo binti atakuja tu kukuvurugia future yako, lakini wakati huo Kamsi hataki kuelewa kitu chochote. Yaani hapo hivi mshikaji ni kama anatia makelele tu. Wakati huu mlango unagongwa, basi Kamsi anaenda kufungua mlango, ni nani tena? Kumbe binti ameamua kuhamia na mabegi kabisa kwa mshikaji. Yaani hataki kuelewa chochote ambacho kinazungumzwa na wazazi wake. Leo tena Kamsi aliitwa na bosi hapo ofisini, na leo aliwekwa kikaangoni unaambiwa. Yaani hadi Kennedy alifika hapa kwa sababu hizo taarifa kama mshikaji amemteka binti anakaa naye geto zilisambaa kila engo. Basi walijaribu tu kumfokea na kumuonya, lakini jamaa anamwambia nampenda sana binti yako na siwezi kumwacha. Madam anamwambia hivi, kwenye akili yako inakuja kweli? Yaani unampenda mtu ambaye kashatolewa posa na anaenda kuolewa hivi? Inamata kweli kwenye, yaani inakuja kabisa wewe unampenda mtu ambaye anaenda kuolewa? Jamaa anamwambia sahihi kabisa, na huyo binti ni wangu, yaani hauwezi ukamtoa kwenye mikono yangu. Wewe haujui kabisa tumetoka wapi mimi na yeye. Yaani nakwambia Mabel ni wa kwangu na atabakia kuwa wa kwangu tu. Naomba umlete hapa kabla hatujachukua hatua zingine za kisheria. Basi mshikaji aliondoka pale kwa kunyongea kichizi. Yaani hawa watu wameamua kabisa tu kumdhulumu penzi lake. Basi akirudi huku kwa Mabel, wao kwao ni mapenzi tu. Yaani wanaelewana kichizi. Basi leo wanagongewa mlango hapa. Wakiuliza ni nani? Askari. Jamaa alikuwa surprised kidogo kusikia askari. Askari wanakuja kufanya nini tena huku? Basi jamaa anaambiwa wewe ndo Kamsi. Basi mshikaji ana namna, anaambia ndio mimi ndo Kamsi. Polisi wanamwambia unashtakiwa kwa kosa la kumteka bibie Mabel ambaye ni mtoto wa Mrs. Ironsi. Basi mshikaji anamwambia maelekezo zaidi utakuja kutoa mahakamani. Binti alijaribu kucomplain kwa sababu yeye ndo Mabel mwenyewe na hajatekwa. Basi binti alikuja mbio mbio mpaka ofisini kwa mama yake. Anamwambia mama, umefanya nini? Basi mkubwa anamwambia vipi, mbona unakuja kunitilia makelele? Anamwambia mama, umewatuma askari waje wamkamate Kamsi, na unajua kabisa Kamsi hana kosa lolote, bali kosa labda liyo la kwangu mimi hapa, na mimi sitaki kuchaguliwa mchumba. Basi binti aliongea mengi sana hapa. Anamwambia Kennedy sio mwanaume ambaye ananifaa mimi kwenye maisha yangu. Basi mama anamwambia ni mwanaume ambaye alichaguliwa na baba yako. Baba yako toka amefariki, yeye ndo alimchagua yule mwanaume. Kwa hiyo furaha ya babako ni kukuona wewe ukiolewa na Kennedy. Basi binti anamwambia mzee alishafarikigi kitambo, na mzee sidhani kama hata atafurahia leo hii kuona mwanaye nateseka eti kwa sababu nalazimishwa kuolewa na mtu ambaye simpendi. Basi mama leo ni kama alielewa kidogo maneno ya mwanaye yalimuingia, kwa sababu naye ana roho ya uzazi. Basi aliruhusu mshikaji achiwe kutoka kule gerezani ambako alifungwa, na jamaa leo alirudi mpaka hapa nyumbani. Amefika ni mwendo tu wa kuenjoy na mpenzi wake. Basi kidogo hivi mlango unagongwa. Leo mama amekuja kuwatembelea mpaka huko nyumbani. Wanaulizana kwani kuna mtu ambaye ulitegemea atafika hapa nyumbani? Anamwambia hapana. Basi nenda kamfungulie. Akicheki hivi ni mama yake. Anaambia mama vipi? Anaambia naomba unipishe tu niingie ndani na mazungumzo na nyie wawili. Basi binti hakuwa na iana hata nini, ilibidi tu amruhusu mama yake, na mama aliingia mpaka ndani. Mshikaji naye alimpa tu heshima yake yote kama bosi kwenye kampuni yake ambaye alikuwa anaifanyia kazi. Basi mama leo alikuja akiwa na in a positive way kabisa. Yaani hawakutegemea kama mama anaweza kuja hapa akaongea nao kama jinsi wanavyoongea hivi. Basi mama naye alikiri makosa yake, akamwambia nyewe wawili naomba mnisamehe sana kwa sababu najua nilichowakosea. Na kabla sijasahau nimekuja na hizi document hapa, naomba mzisome. Basi walipokea, akamwambia mzipitie hizo kwa umakini na leo nawarudisha kazini. Na sio tu nawarudisha kazini, nyinyi ndo mtakuwa wasimamizi wakuu wa ile kampuni. Mimi sasa hivi nahitaji kupumzika na nilee familia kama bibi. Basi Kennedy alirudishiwa holda zake na kila kitu kilisha kama hivyo. Basi familia nayo ilisha ikiwa na amani na upendo kama jinsi ambavyo bibia alikuwa anataka. Basi na mzigo ndo unaishia hapo bwana. Wewe usisahau tu kusubscribe kwenye channel yetu Smart Recaps TZ, share, like na kucomment. Utakuwa umetisha kinoma noma. Basi tukutane kwenye vigongo vingine, au sio? Chao.